kwa nini kusamehe ni kitu kigumu sana kwetu sisi wanadamu. Jambo la kwanza ni kwamba kusamehe inakuwa ngumu kwa sababu kitendo kilichofanyika kinatengeneza maumivu halisi ndani ya moyo wa mtu au ndani ya maisha ya mtu, na ni kwa sababu kitendo kile kinakuwa kimegusa eneo la heshima, upendo, imani na utu wa mtu. Kwa hiyo maumivu yake yanaenda ndani sana kuliko ambavyo tukio lenyewe linakuwa limefanyika. Mtu anaweza kufanya jambo la mzaha, lakini aliyefanyiwa mzaha ule limegusa eneo la utu wake, na hivyo linamuumiza sana mhusika aliyefanyiwa kile kitu. Lakini Biblia inakiri ya kwamba maumivu yapo. Ndio maana unaposoma kwenye kitabu cha Mithali sura ya 18 mstari wa 14, Biblia inasema roho ya mtu itastahimili udhaifu wake, bali roho iliyovunjika nani awezaye kuistahimili? Kwa hiyo roho ya mtu inaweza ikastahimili udhaifu wa hiyo roho, au udhaifu unaweza kujitokeza, lakini moyo uliovunjika, moyo ulioumia, ni nani anayeweza kustahimilisha? Kwa hiyo maumivu makali huzama kama mzigo ndani ya moyo au roho ya mtu na kuviachia roho ya mtu na moyo wa mtu kuonekana katika hali ya kuumia kutokana na kitendo kilichotokea. Kwa hiyo tunakiri kwamba kusamehe itakuwa ni jambo gumu kidogo kwa sababu kuna maumivu halisi yanayokuwa yametokea kwa mtu. Sababu ya pili, kwa sababu binadamu ana hisia ya haki ndani yake. Kila binadamu anaamini kwamba anayo haki, na moyo wa mwanadamu unatamani kufidia au kulipa kisasi au kuona haki iliyopotea ikitendeka. Sasa kwenye hali hiyo ni vigumu kusamehe kwa sababu mhusika amenyang'anywa haki yake ambayo aliamini anaistahili, na hivyo kwa mwili sasa kunakuwa na tukio moja kwenye mwili, moja kwenye roho. Mwili umeumia, haki imeondoka, roho ya mtu inajaribu kurespondi kwenye hali hiyo. Mungu anataka tusamehe na roho ya mtu iko tayari kusamehe, lakini mwili wa mtu unabeba maumivu na uchungu mkubwa. Hata hivyo Mungu alimpatia mtu hisia ya haki ndani yake, lakini watu huwa wanataka kuishika ile haki wao wenyewe, na hivyo hutamani kulipiza kisasi kuliko ambavyo wangetaka kufanyiwa. Kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 19, Warumi sura ya 12 mstari wa 19, Biblia inasema, wapenzi, msilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi nitalipa, anena Bwana. Kwa hiyo Mungu ndiye mwenye jukumu la kulipa kisasi. Kwa hiyo unapotendewa tendo lolote na kufanyiwa jambo lolote baya likagusa utu wako, heshima yako, upendo wako, imani yako, na ikatengeneza maumivu ya kina ndani yako, basi uwe tayari kumruhusu Mungu aingie kati ya wewe na mtenda kosa, naye Mungu atakulipia. Kwa sababu tunapohisi tumedhulumiwa, tunapohisi tumenyang'anywa haki, au tunapohisi tumepuuzwa, basi kusamehe inakuwa ni kitu kigumu kwetu sisi kama wanadamu, ili tuweze kuruhusu hiyo dhuluma iweze kushinda. Kwa kusamehe kuna hisi kama vile ile dhuluma uliofanyiwa imeshinda, au ubaya uliofanyiwa umeshinda, lakini kumbe Mungu angetaka wewe usiwe sehemu ya kulipiza kisasi. Sababu ya tatu inayofanya kusamehe inakuwa ngumu ni kwa sababu ya kiburi cha mwanadamu kupenda kuwa juu. Mwanadamu kama kawaida, dhana ya kiburi iliyo ndani yake haikubali kushuka, inataka kuwa juu. Kwa hiyo kiburi kinasema mimi siwezi kuwa mnyonge, lakini yeye anifuate kwanza. Kwa hiyo mtu anapokukosea unatakiwa umsamehe, lakini kiburi anasema siwezi kumsamehe mpaka anifuate, niombe msamaha. Hiyo ni sauti ya kiburi. Kwa hiyo kiburi ndicho kinazuia hali ya uponyaji wa ndani ya mtu aliyeumia. Kwa maana hiyo basi, kusamehe kunahitaji kunyenyekeza. Kusamehe kunahitaji ile hali ya asili ya mwanadamu isipate nafasi. Kwa sababu gani? Hali ya asili ya mwanadamu inataka kuwa juu kuliko nafasi ya Mungu kwenye maisha ya huyo mwanadamu. Sababu ya 4 inayosababisha iwe ni vigumu sana kusamehe kwa watu wengi ni kwa sababu mtu anahisi anapoteza udhibiti au uimara wake au nafasi yake. Nimekosewa, nimedhalilishwa, nimeumizwa, nimenyanyasika, na hivyo nikisamehe inaonyesha kabisa kwamba ninampa nafasi mtendaji kuwa juu na kuendelea kuyatenda mambo kama hayo kwa watu wengine. Kwa hiyo watu wanafikiri wakisamehe
wanaachia nguvu ya udhibiti ndani ya yule mtu aliyefanya kosa lile, na hivyo usalama wao unakuwa haupo. Kiakili, kusamehe kunaonekana kama ni kujitoa kinga, kujiondolea kinga ulio nayo, wakati unaweza ukasimama imara na ukapambana. Lakini kumbe Biblia haituhitaji kupambana, maana tumeelekezwa kisasi ni kazi ya Mungu, na kazi yetu ni kuomba Mungu aingie katikati ya sisi na waliokosea ili tupate kuachilia na kusamehe. Kwa hiyo tunapokubali kuumizwa tena, ni kama tumejinyang'anya ile kinga, ni kama umempa mtu nafasi ya kukutendea kosa tena kwa kuwa umesamehe na umeonekana haukujali sana. Lakini ukweli ni kinyume kabisa. Kusamehe kunarudisha udhibiti wa maisha yako. Kusamehe kunaleta amani ndani yako. Kusamehe kunaleta furaha ndani yako. Kusamehe kunaleta ushindi ndani yako. Sababu ya 5, kwa sababu mtu anachanganya kusamehe na kuruhusu tena kosa lirudi. Kwa hiyo kuna kusamehe na kuna kuruhusu kosa ulilofanyiwa uendelee kufanyiwa. Kusamehe haimaanishi kurudi kwenye mahusiano yaliyovunjika. Kwa hiyo mnawezekana mahusiano yamevunjika, sasa kusamehe hakuturudishi kwenye ile mahusiano, wala kusamehe hakumruhusu mtu kukudharau wewe, wala kusamehe hakuhalalishi kosa. Kwa kusamehe ni kitu kingine kabisa. Ninapoachilia na kusamehe, ni mimi ninayepona, lakini naye msamehe bado ana hatia yake mbele za Mungu na atawajibika kwa makosa yake mbele za Mungu. Kwa maana hiyo, kutokuelewa kusamehe kunafanya watu waogope kusamehe. Kwa ni vizuri ukaelewa kusamehe ni kufanya nini na ukawa tayari kusamehe kuliko kuto kusamehe kila wakati. Na sababu ya 6 ya kwa nini ni vigumu kwa wanadamu wengi kuweza kushindwa kusamehe ni kwa sababu ya maumivu kushikika kuliko uponyaji. Yaani utasikia maumivu zaidi kuliko ile dhana ya uponyaji ambayo inaenda kujitokeza unapokuwa umeachilia msamaha. Kukumbuka ubaya kuna nguvu kubwa kuliko kukumbuka wema. Mara nyingi sana watu wanakumbuka matendo mabaya waliotendewa na watu kuliko kukumbuka matendo mema waliotendewa na watu. Mtu huyo mmoja aliyewahi kukutendea mambo mazuri 10, anapokutendea jambo moja baya, unalishika hilo na kufuta yale mema yote. Kwa hiyo ni dhana ya kibinadamu ya mwili, kwa sababu mwili una tofauti kabisa na roho inapokuja kwenye swala la kuachilia msamaha. Kumbuka ubaya, unaacha kukumbuka wema, wakati kumbe kukumbuka ubaya ni tabia ya ubongo na kukumbuka wema ni tabia ya roho. Kwa hiyo roho Mungu ameiumba kuweza kukumbuka matendo mema, na ndio maana ndani ya kitabu cha Wagalatia anapotufundisha tunda la Roho anatuonyesha mambo ambayo hayashikiki lakini ni ya thamani sana, ambayo yanakaa katika moyo wa mwanadamu. Kwa hiyo sababu ya mwisho kwa nini watu wengi wanashindwa kusamehe kwa urahisi ni kwa sababu kusamehe ni tendo la kiroho na sio tendo la kimwili. Kusamehe ni tendo la kiroho wala sio tendo la kimwili. Mwili unataka kulipiza kisasi, roho inapenda kulia na kuumia, lakini roho ya Mungu iliyo ndani yetu ndio inayowezesha msamaha utokee, kwa maana msamaha asili yake ni Mungu. Mungu ndiye mwenye asili ya msamaha. Kwa hiyo Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Wakolosai 3:13, msameheane kama Kristo anavyowasamehe ninyi. Kwa hiyo kumbe mwasisi wa msamaha ni Mungu mwenyewe, anapotusamehe dhambi zetu na makosa yetu yote ambayo tunatenda kila leo na kila wakati. Na hivyo basi mwili hauwezi kusamehe kwa kutumia nguvu zake, bali tunahitaji neema ya Mungu kuweza kusamehe. Kwa hiyo ndio maana ni vigumu kwa akili ya kawaida, kwa maisha ya mwanadamu kuweza kushinda maumivu na kuachilia msamaha. Kwa hiyo kwa kifupi, katika ujumla wake ninazungumza kusamehe ni kugumu kwa sababu moja, maumivu ni halisi. Unapoumia, unapofanyiwa tendo baya, unasikia maumivu halisi ndani yako, na pia tunataka ile haki itendeke kwa njia ya kwetu sisi. Amenipiga na yeye apigwe, ameua ndugu yangu na yeye auawe, amenifanyia hivi na yeye afanyiwe. Tunataka ifanyike vile tunavyotaka kimwili, lakini sio kiroho. Lakini pia tuna kiburi kama wanadamu, na kiburi siku zote kinataka kuwa juu na sio kuwa chini. Kwa hiyo kiburi kinatuumiza kwa sababu hatui tayari kukubali kuachilia huo msamaha, lakini tunaogopa kuumizwa tena. Nikimsamehe atanitendea tena ubaya, nikimsamehe atarudia tena, nikimsamehe atarudia kwa mtu mwingine. Lakini kumbe sio hivyo, na tunachanganya kusamehe na kuruhusu dhambi irudi. Kwa hiyo tunaposamehe haimaanishi mtu huyu aendelee kutenda dhambi au aendelee kutenda kosa hilo, lakini tunamaanisha tumemsamehe,
aache naye abadilike na maisha yaende. Lakini kikubwa ni kwamba ninaposamehe mimi napokea uponyaji, na yeye ni jukumu lake kufanya toba aweze kupata msamaha wa dhambi zake. Kwa hiyo ubongo unashikilia maumivu kuliko amani. Ubongo unashika kulipiza kisasi kuliko matendo mema ambayo tumewahi kufanywa. Kwa hiyo kumbukumbu ya ubongo inaandika matendo mabaya kwa urahisi na kwa muda mrefu kuliko matendo mema tunayotendewa. Matendo mema yanafutika baada ya muda mfupi kwenye akili zetu. Na mwisho, hatuwezi kuwa na kusamehe kwa kutumia nguvu zetu, lakini tunahitaji neema ya Kristo na msaada wa Kristo. Kwa hiyo kama mchungaji, katika ujumbe wa kichungaji, kusamehe sio jambo rahisi, lakini ni jambo muhimu. Kusamehe sio kitu chepesi, lakini iko nguvu ndani ya msamaha. Kwa hiyo kusamehe hauwafanyi maadui zetu kuwa juu yetu, lakini kunatufanya sisi tuliosamehe kuwa huru. Kwa Mathayo 6:15, msipowasamehe watu makosa yao, Baba yetu wa mbinguni naye hata tusamehe sisi makosa yetu. Kwa hiyo hapo Yesu alikuwa anazungumza kwamba ni muhimu kusamehe hata kama si rahisi kusamehe. Mungu akubariki na asante sana.